msimu ambao pumzi zinapungua, macho yanakosa usingizi, kalamu zikiandika historia mpya ya maisha. Ni wakati wa kila mwanafunzi kuvuna matunda ya muda ule ambao amekuwa katika shule ya msingi, sekondari msingi na sekondari ya juu. Ni wakati ambao wanafunzi wanajitahidi kupekua mabuku, kuhakikisha ya kwamba hakuna kurasa zinazosalia. Walimu nao wakijitahidi kuhakikisha ya kwamba hakuna somo linalosalia. Haraka zinazidi, kwani mkono wa haraka huokoa jahazi. Ni msimu wa maombi, matumaini na bidii, lakini pia ni wakati wa changamoto, msongo wa mawazo, hofu na mashaka. Lakini mie Baraka Malaki nasema ya kwamba mtihani sio mwisho wa maisha, bali ni daraja la kufikia ndoto. Au Carlton wasemani? Kweli kabisa, daraja la kufikia ndoto. Ni dhahiri shahiri kuwa elimu ni ufunguo, sio ufunguo pekee, bali kielelezo cha maisha. Elimu bora, taifa bora. Kwa mara ya kwanza katika historia ya elimu nchini Kenya, mitihani mitatu ya kitaifa inafanyika ndani ya mwaka mmoja wa kiakademia. Mabadiliko ambayo yamechangiwa na mtaala mpya wa CBE. Mtihani hii ni mtihani wa gredi ya 6 KPSEA, mtihani wa gredi ya 9 KJSEA pamoja na mtihani wa kidato cha 4 KCSE. Mabadiliko haya yamepokea hisia kinzani kutoka kwa wazazi, walimu pamoja na wadau wa elimu. Je, serikali itajitahidi vipi kutekeleza mtaala huu, ama ni vipi serikali imejiandaa ili kufanikisha mitihani hii? Serikali imejiandaa kwa hali na mali katika utayarishaji wa mtihani huu wa mwaka huu. Kwa haya, serikali imetenga bilioni 5.9 kuhakikisha usawa na uendeshaji wa mtihani huu kwa usawa pia. Gredi ya 6 na ya 9 lilianza mtihani wao Oktoba 27. Vile vile kidato cha 4 kilishaanza mtihani wao Oktoba 21. Zaidi ya haya, serikali inatoa onyo kubwa kwa wanafunzi katika kujihusisha kwa kuiba mtihani hii. Kando na serikali, jasho la wazazi limeonekana likilowesha ardhi ya matumaini, huku wengine wakijinyima milo, wengine wakitembea kwa miguu ili mtoto aende shule kwa nauli. Huu ukiwa ni msimu wa kupanda kwa tabu ili kuvuna kwa heshima. Wanafunzi nao wameamka kabla ya jogoo na kulala baada ya balamwezi, vitabu vikiwa rafiki yao, wakijua kuwa akili ni nywele na kila mtu ana zake, lakini maarifa huchagiwa na bidii. Wamepigana na usingizi na kushinda vishawishi vya mitandao, na sasa wamesimama kama mashujaa wakijiambia hawatowaangusha waliowatendea mema. Nami Priska ninaamini ya kwamba mtihani si adui, mbali ni kioo cha juhudi, na asiyejitahidi leo ujuta kesho. Naam Priska, huku wanafunzi wakiendelea kujiandaa kwenye mitihani hii, ikumbukwe kwamba wanafunzi wa gredi ya 9 wameandika ukurasa mpya kwa kuufanya mtihani wa KJSEA chini ya mfumo wa CBE, ikizingatia wao ndio walioanzisha mfumo huu. Vilevile ndicho kizazi cha kuanza safari ya shule ya sekondari ya juu, huku tukisalia na miaka miwili kuufutilia mbali mfumo wa zamani wa 844. Hii ikiwa ni hatua muhimu katika mageuzi ya sekta ya elimu. Mimi Calvin nawatakia wanafunzi wa gredi ya 9 heri njema wanapofanya mtihani huu, huku wakibeba matumaini ya taifa jipya lenye elimu bora na ufanisi. Tukizungumzia elimu bora na ufanisi, hali kadhalika mtihani wa kidato cha 4 yani KCSE utaanza mnamo tarehe 3 kote nchini. Wanafunzi wanajipanga kwa bidii kama mchwa wajengao kichuguu, kwani wanajua masomo ndio ufunguo wa maisha. Huu ni wakati wa kujiamini, kujituma na kuendelea mbele kwa ujasiri. Someni kwa mioyo yote mkizingatia bidii, nidhamu na maombi, kwa sababu ndizo ngazi za mafanikio. Huu ni wakati wa kuonyesha matunda la juhudi zenyu, kufikia malengo na kuandikisha historia mpya. Sasa safari inaanza hadi mtakapomaliza mitihani yenu tarehe 21 Novemba. Nami Nandako nampisha Halima aweze kueleza umuhimu na changamoto ambazo wanafunzi wanazopitia wakati wa mtihani. Naam, katika uwanja wa elimu ambapo ndoto hupimwa kwa wino na karatasi, ndipo safari ya mwanafunzi huandikwa. Wahenga hawakukosea waliposema elimu ni taa gizani, na mitihani ya kitaifa ya KPSEA, KJSEA na KCSE huwa mwanga huo. Hupima ufaulu, husawazisha viwango na hufungua milango ya masomo ya juu. Kama wanavyosema, akili ni mtaji, na mitihani humsaidia mwanafunzi kupima bidii na matumaini yake.
Lakini safari njema haikosi vikwazo, msongo wa mawazo, ukosefu wa vitabu, maabara na hofu ya matokeo huwatesa wengi. Hata hivyo, palipo na ugumu ndipo bisara hutumika, na baada ya dhiki ni faraja. Mitihani ni daraja, inaweza kubomoa au kujenga. Hivyo basi, mwenye hekima huitumia kama ngazi ya kupanda, sio ukuta wa kukata tamaa. Nimekuwa wako Halima Athman. Muungana na Winnie awatakie kila laheri wanafunzi katika mitihani yao. Kalamu yangu nimechonga, mazuri niwatakie. Pasi nipige si chenga, success niwarushie. Muda huu nimetenga dua na ziwafikie. Vema mmaliza yenu, ajali tusiripoti. Usitazame ulikotoka, mbeleni ndiko kuzuri. Kulikula huwa ukoka, utapata alama nzuri. Jitahidi kuokoka, hakikisha uzururi. Vema malize yenu, ajali tusiripoti. KCSE na KPSEA hili si jambo jipya. Kuna hili KJSEA kwa mtazamo mpya. Kama mimi sijakosea, hili Kenya ndilo jipya. Vema malize yenu, ajali tusiripoti. Ukipewa karatasi ukiona waogopa, usifanye kwa wepesi, tulia kwa Mungu omba. Mtazamo usiwe hasi, penye nia pana njia. Vema malize yenu, ajali tusiripoti. Vuta pumzi ndani kisha zitoe nje. Jiombee kiundani, uoga nao usije. Sio gumu usidhani kweli nalo nitawaje. Vema maliza yenu, ajali tusiripoti. Msichoke na langu domo, enenda ujisomee. Jitahidi wema umo, jitihada zienee. Muda wenu ni uno, wema na uenee. Vema maliza yenu, ajali tusiripoti.